Karibu sana kwenye habari za siasa na diplomasia ya kimataifa, na mimi ni MJ Kipande. Leo tutakwenda kuzungumzia swala zima la mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika hapo asubuhi ya leo tarehe 20 na tarehe 30 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Asubuhi Marekani ilifanya mashambulizi makali sana kwenye kisiwa cha Kashmir na kule kwenye mji wa Abadan. Na sasa kuna ripoti zimefika tena zingine ambazo naweza kusema kwamba ni ya vifo kule huko kwenye kisiwa cha Kashmir. Ripoti BBC imetoa taarifa kubwa kabisa ambayo nitaisoma kwa kifupi hapa. Jeshi la Marekani lasema limelenga kambi za kijeshi za Iran katika wimbi jipya la mashambulizi. Kituo kikuu cha kuendesha operesheni za kijeshi nchini Marekani, CENTCOM, kimetangaza kumalizika kwa mashambulizi yake dhidi ya Iran yaliyofanyika mapema leo asubuhi, na ambayo yalikuwa ya kujibu mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Mashambulizi hayo yalimalizika karibu mwendo wa saa 11 asubuhi kwa saa za Iran. Kulingana na taarifa ya CENTCOM, mashambulizi hayo yalilenga maeneo walioko wanajeshi wa Iran RGC waliokuweko kwenye vituo vya uongozi wa kijeshi, maeneo ya kuhifadhi makombora na ndege zisizo na rubani, vituo vya ufuatiliaji na ulinzi wa pwani, pamoja na uwezo wa kijeshi wa majini nchini Iran. CENTCOM imesema lengo la mashambulizi hayo ilikuwa ni kupunguza zaidi vitisho kutoka Iran na washirika wake dhidi ya wanajeshi wa Marekani na meli za kibiashara za mataifa jirani. Hata hivyo, mamlaka ya eneo la Kashmir zimesema leo asubuhi nyumba moja yenye angalau wakazi watatu katika kisiwa hicho ililengwa katika mashambulizi hayo. Mamlaka hizo pia zilitoa picha zinaonyesha uokoaji wakijaribu kuwafikia watu waliokuwa wamenaswa chini ya kifusi. Taarifa ya asubuhi kutoka BBC huko inasema Marekani yashambulia tena Irani. Trump haidi mashambulizi makali zaidi. Hiyo ni taarifa asubuhi. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran usiku wa kuamkia Alhamisi, likisema ni hatua ya kujibu shambulio lenga wanajeshi wake walioko Mashariki ya Kati mapema wiki hii. Haya ni mashambulizi ya kwanza ya Marekani dhidi ya Iran katika takriban wiki moja. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko karibu na kisiwa cha Kashmir na mji wa Abadan kusini mwa nchi hiyo. Shirika la habari la serikali la Iran IRNA limenukuu afisa wa jimbo la Hormozgan akisema kuwa vikosi vya uokoaji viliendelea kutafuta watu wawili waliodaiwa kufunikwa na vifusi baada ya kuangukiwa na nyumba katika kisiwa cha Kashmir. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuahidi kujibu Irani kwa nguvu kubwa kufuatia shambulio ambalo Tehran inadaiwa kulenga wanajeshi wa Marekani walioko Mashariki ya Kati. Siku ya Jumatano, jeshi la Marekani na la Jordan yalisema yalizuia makombora yaliyokuwa yakirushwa kuelekea Jordan, yakidai yalitoka Irani na yalilenga maeneo yenye ushawishi wa Marekani. Katika taarifa yake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema mashambulizi hayo ni jibu kali kwa kile alichokiita ni mashambulizi ya Irani dhidi ya wanajeshi wa Marekani yaliyodhibitiwa siku iliyotanguliwa. Wakati huo tovuti ya habari ya Marekani Axios ilinukuu afisa wa Marekani ambaye haikumtaja kwa jina, ilisema Washington ilikuwa imeanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran. Awali akizungumza na waandishi wa habari ikulu ya White House, Trump alisema Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa
sasa ni zamu yetu, alisema Trump, huku akiongeza kuwa bado kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano siku zijazo, lakini akasisitiza kuwa tutaishambulia kwa nguvu sana. Hiyo ni habari ambazo leo tangia asubuhi tulikuwa nazo, lakini mchana huu taarifa zinakuja kwamba watu watatu wamefariki katika kisiwa cha Keshim na 2 wamejeruhiwa. Bado vuta nikuvute inaendelea kuwa kali sana katika eneo hilo la mfereji wa Hormuz, na ukiangalia mashambulizi yote haya yanafanyika karibu na bandari ya Abasi, lakini pia karibu na kisiwa karibu na hapo mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo na Iran wenyewe wamesema kwamba hatutafungua huo mfereji wa Hormuz katika lango hilo kama vitisho vitaendelea kuwepo, na kama wataendelea kuleta tena zuio hili la muda mrefu. Kwa hiyo japokuwa hajataja nchi moja kwa moja kwa maana kuitaja Marekani, lakini inavyoonyesha kwamba dhahiri wanajaribu kuilenga Marekani, kwamba kama wataendelea kutoa vitisho kupitia rais wake, Rais Donald Trump, basi wao wanasema hawataweza kuifungua njia hiyo ya kimkakati. Kimtazamo ni kwamba bado mfereji wa Hormuz ni mfereji ambao muhimu kwa uchumi wa dunia, lakini pia ni mfereji ambao unaleta matatizo au uchumi wa dunia unashuka kutokana na eneo hilo kufungwa kabisa na nchi hii ya Kiislamu, kwa maana hawa watu wa Jemi. Kwa hiyo hali bado ni tete, na kipiga tathmini ya kawaida unakuta bado mfereji wa Hormuz ni tegemezi kwa uchumi wa dunia, lakini Iran wanaendelea kufunga mfereji ule, na kwa sasa Marekani wanajaribu kupambana kwenda kufungua kwa nguvu, lakini wanakutana na pinzani mkali sana kutoka Iran. Na lengo la Marekani kwa sasa ni kwenda kuchukua uranium ambayo tayari ilirutubishwa, kwa kuwa Iran huenda wakawa na tamaa au wakafikia uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia, lakini pia viongozi wa Irani bado wanaonekana wana ushawishi mkali, lakini pia wana ile hali ya kuonekana kwamba hawataki kabisa kuwepo ushawishi wa Marekani katika eneo hilo lote la Mashariki ya Kati, na wao wamekuwa wazi, wanasema kwamba lazima Marekani atoke Mashariki ya Kati na aiache Mashariki ya Kati kiwa huru. Kwa hiyo hii inatuma ujumbe kwamba anataka Mashariki ya Kati, maana yake kwamba mtawala awe yeye, kwa maana Irani, lakini pia nchi zote za Mashariki ya Kati, maana yake kwamba anataka ziwe huru, kusiwe na mgeni yoyote kwenda kukaa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini Marekani ana kambi za jeshi nyingi sana maeneo hayo kote Mashariki ya Kati, kwa mfano kama Bahrain, kule Kuwait, Jordani na maeneo mengine. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Marekani sidhani kama anaweza kutoka eneo hilo, na tumeona juzi kwa mkia jana amefanya mashambulizi makali sana na mshirika wake wa kimkakati Saudi Arabia dhidi ya kuwapiga wale waathi wa Houthi walioko kule Yemen. Kwa hiyo bado vute ni kubwa eneo hilo, na malengo ya Marekani kule Irani bado mpaka sasa hivi yameshashindikana, na hajapata, kwa kifupi amefeli kabisa. Na mojawapo ya malengo yake ni ikiwa pamoja na kwenda kuchukua uranium ambayo ilirutubishwa, lakini pia kwenda kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Irani. Na hata hivi sasa anavyoendelea kufanya mashambulizi, yeye anasema anadhoofisha uwezo wa Irani kupitia jeshi lake la anga na la majini, lakini pia na la ardhini. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo ni kubwa sana ambayo Marekani anaifanya, lakini bado upinzani ni mkali sana kwa Irani. Inaonekana Irani wamejipanga kwa kiasi kikubwa, na yote hii lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba ni kutoa ushawishi wa Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na Irani na washirika wote wa Marekani basi wabaki huru na wakiwa kwenye hali zao za kawaida. Kwa hiyo vuti ni kubwa, na hatujajua nini kinaweza kutokea hapo baadaye, lakini kwa uwezo aliokuwa nao Marekani, kwanza ana manpower ya kutosha, lakini pia status yake ya jeshi bado iko vizuri, teknolojia pia iko vizuri, ana mobilization ambayo ni kubwa sana, kwa hiyo ushawishi bado anao mwingi sana katika eneo hilo,
na pia sio eneo hilo pia, lakini hata dunia kiujumla bado Marekani ana ushawishi mkubwa. Huenda akashinda hii vita, lakini kwa kutumia nguvu kubwa, na kwa kifupi kwamba lazima atatumia uchumi wa kutosha na fedha za kutosha, lakini gharama kubwa atalipia, ikiwa pamoja na vifo vitakuwa vingi, majeruhi na mambo mengine. Kwa hiyo hali itakuwa bado ni tete sana eneo hilo. Kimsingi kwa mtazamo wangu ninavyofikiri kwamba ili kuweza Marekani ashinde eneo hilo, labda huenda apeleke jeshi la alizini katika nchi ya Iran, japokuwa atakumbana na upinzani ambao kwa kweli utakuwa mkubwa sana. Aidha apate usaidizi kutoka NATO, lakini na NATO tumeona sidhani kama anaweza kukubali kupeleka majeshi yao eneo hilo. Lakini kama yeye mwenyewe anataka kwenda eneo hilo, basi awe kabisa commitment kwamba awe expendable, kuhakikisha kwamba anaenda kujitoa mhanga katika eneo hilo, na anaenda kupambana kabisa kwa kusema anaenda kuchukua kile ambacho ninachokuhitaji, lakini kwa gharama kubwa sana ambayo atatumia. Nyingine ili kumaliza mgogoro ule, nafikiri ni swala la mmoja lazima awe mnyonge, kwa maana akubali kushindwa, either Marekani au Irani akubali kushindwa. Hapo sasa watafikia maelewano na wataweza kumaliza mzozo huo kupitia diplomasia. Kwa hiyo otherwise, kama wote wataendelea kuwa wababe, basi hali bado itakuwa tete sana eneo hilo la Mashariki ya Kati. Juzi rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alienda Marekani kukutana na Rais Trump, lakini na hata hivyo waziri mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu pia alienda hapo White House kukutana na Rais Donald Trump. Hata hivyo waliongea kwenye mkutano wa faragha, kila mmoja aliongea kivyake na Rais Trump, lakini hata hivyo hamna kitu kilichowekwa wazi kuhusiana nini walichoongea. Lakini taarifa njema kwa Ukraine, wao wamepewa kibali cha kutengeneza ile mifumo ya Patriot ambayo itasaidia kuzuia mashambulizi ya anga ambayo Urusi anayafanya ya mara kwa mara katika miji ile ya Ukraine. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa njema kwa Ukraine, kwa maana Bwana Volodymyr Zelensky. Lakini upande wa Netanyahu, ziara yake kwanza wameenda kumzika yule senator ambaye maarufu sana nchini Marekani, Bwana Lindsey Graham. Graham ni lobby wa Israeli, lakini pia ni mtetezi mkubwa kabisa kwenye misaada ya kijeshi ya Ukraine kule. Kwa hiyo ni senator ambayo maarufu sana ndani ya Marekani, lakini pia na nje ya Marekani. Kwa hiyo ni mtu maarufu na mtu ambayo alikuwa anapendwa sana katika hizo nchi kutokana na utetezi na ile hali ya kuzitetea kwa namna moja au namna nyingine katika maeneo ya kiuchumi, lakini maeneo ya kiusalama pia. Kwa hiyo wote wawili wamekutana na Rais Trump na wameshaongea, na naamini kwamba mambo yataenda vizuri. Lakini yote kwa yote, vita ile inaendelea Mashariki ya Kati. Suluhisho, conclusion ni kwamba ni meza mazungumzo au ni meza ya duara, kwa maana diplomasia. Hapo ndipo anaweza kumaliza tofauti zao, either mmoja kubali kushindwa, ima waendelee kupambana mpaka mmoja ashindwe. Hiyo ndio jibu ambalo linaweza kutokea kwa sasa, lakini kwa amani, kwa kweli amani bado iko mbali, na sifikiri kama amani sasa inaweza kupatikana kwa kipindi hichi, kwa sababu wote wawili wanaonekana bado nguvu wanazo, na kila mmoja anaendelea kujitamba dhidi ya mwenzake. Jamani, asanteni sana na mchana mwema.